Praise God. Praise God once more. My name is Charlene. My name is Benin. And we have a dance. So sit back, relax, and enjoy. And don't forget to put a banana smile. Nyakati za mwisho watu wanajipenda wenyewe. Nyakati za mwisho watu wanapenda sana pesa, wamewasahau hadi watoto wao, wameyasahau majukumu yao. Kuna watoto wengi wameingia katika mambo yasiyofaa. Kuna watoto wengi wameingia katika mambo yasiyofaa. Yote ni sababu yenu wazazi, yote ni sababu kukosa malezi. Wazazi wengine wamezitelekeza familia zao, wiki miezi yaisha bila kuonana na watoto wao. Wanachojali biashara zao, wanachojali ni pesa zao, wanachojali ni kazi zao, wanachojali ni mali zao. Kuporomoka kwa maadili ya watoto, kupotea kwa maadili ya watoto, sehemu kubwa ni wazazi, sehemu kubwa ni wazazi. Nalia na wazazi, mmetusahau, mnatupa mahitaji kuhusu malezi na maendeleo, mmeyasahau. Wazazi, mmetusahau, mnatupa mahitaji kuhusu malezi na maendeleo, mmeyasahau. Mungu twakuomba tusaidie watoto. Baba twakuomba simama nasi watoto. Mungu twakuomba tusaidie watoto. Baba twakuomba simama nasi watoto. Sikia vilio vyetu tunakulilia, sikia vilio vyetu tunahitaji msaada wako. Wazazi wetu, hizi ni nyakati za mwisho. Hata ukisoma katika kile kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 5, siku za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda sana pesa kuliko kumpenda Mungu. Hata sasa dalili hizi zinaanza kufunuliwa kwetu. Wazazi wanakuwa wako bize kutafuta pesa, wamesahau kabisa kwamba kutulea ni jukumu lao. Pia katika Methali 22 nasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Wazazi, tuleeni. Tunapita katika nyakati ngumu sana. Tunapita katika dunia iliyojaa kila aina ya vishawishi, na shetani anaweka bize sana ili mtusahau watoto wetu, ili naye apate nafasi ya kutushawishi na kututumikisha.